Kama Ilala, hii ni sehemu yetu ya 3 katika siku ya leo ya maadhimisho. Tukitoka hapa, mimi mkurugenzi na mstahiki meya, wako wenzetu wako upande wa baharini wanafanya usafi wakiongozwa na wenzetu wa uhamiaji. Lakini wako wenzetu wako kwenye kata ya Zingiziwa, kwenye msitu wetu wa Zingiziwa wanapanda miti. Hiyo ni kupongeze sana mkurugenzi mtendaji wetu wa jiji kwa kuwa na ratiba nyingi katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Umetambua ukubwa wa eneo letu. Lakini pia yako maonyesho mengine yanaendelea ya sanaa yanaendelea katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Umetambua ukubwa wa eneo lako. Hivyo hatuwezi kukutana sehemu moja. Hivyo tuwe tuna shughuli mbalimbali katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam ambayo tunakwenda kuadhimisha miaka 61 ya muungano wetu. Hivyo nikupongeze wewe na timu nzima. Kauli mbiu yetu ya miaka 61 imebeba ujumbe mkubwa sana. Muungano wetu ni dhamana. Na dhamana ya muungano iko mikononi mwetu, mikononi mwa Watanzania wote. Unapoambiwa wewe ni dhamana, maana yake wewe ndio uliobeba sehemu ya muungano. Na nikupongeze mkurugenzi na timu kwa kuamua kuja kufanyia sehemu ya mkutano mwingine hapa Feri. Ukitaka kuona thamani ya muungano na dhamana ya muungano, njoo soko la samaki Feri. Ukifika soko la samaki Feri, ukimuuliza huyu mtu amezaliwa wapi, ndipo utajua namna Watanzania walivyo hapa kwenye soko la samaki Feri. Wako watu wanatoka Kilwa, wanatoka hapa. Wako watu wanatoka Tanganyika, wako hapa. Ambapo kule Tanganyika kuna wavuvi, wako hapa. Lakini wako watu wanaotoka Pemba, wanafanya biashara hapa kwenye soko la samaki Feri, au wananunua hapa na kupeleka maeneo mengine. Ukitaka kuangalia umuhimu na dhamana ambayo serikali yetu imebeba kwenye huu muungano, utakuja kuikuta hapa. Hivyo nikupongezeni kwa kuamua kuja hapa. Lakini wapongeze kwa heshima kubwa ambaye rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, leo hii anatunuku nishani. Maana yake anatoa heshima kwa baadhi ya Watanzania waliotoa michango yao kufanya muungano wetu ufikishe miaka 61. Na sisi leo hii tunayo dhamana na tunayo heshima ya kuutunza muungano huu. Lakini tunapotunza muungano wetu huu, moja ya eneo muhimu ambalo linatunza muungano ni kuwachagua viongozi. Unapokwenda kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi yetu inakwenda kila baada ya miaka 5 inaenda kuchagua serikali. Na unapokwenda kuchagua serikali, kwa mujibu wa katiba, unaenda kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye anaanza kuteua wasaidizi wake kutoka hapo. Maana yake tunakwenda kumchagua rais ambaye anakwenda kuunda serikali, ambaye ndiye inayekwenda kusimamia na kutunza tunu hii ya muungano. Maana yake sifa ya leo ni kwamba tunapofanya tafakari, lazima tutafakari kiongozi tunayekwenda kumchagua. Lakini mimi na wewe mkurugenzi mstahiki meya, kwa kupitia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumepewa dhamana kipande cha ardhi cha kuisimamia, ambayo ni Ilala wilaya na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Moja ya jukumu letu ambayo tumepewa na Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha Ilala inaendelea kukua. Ilala ni mji wa kibiashara. Ilala ni mji wa kiuchumi kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilala ni uso wa Tanzania. Ilala ina watu zaidi ya 1,600,000. Lakini mchana Ilala ina watu zaidi ya 3 milioni.
Hivyo sisi kama viongozi tunayo dhamana ya kusimamia huu muungano, kwa sababu wafanya biashara, watu waliokuwepo Ilala ni wanaonyesha uwakilishi mkubwa wa muungano wetu, na ni watu wengi ambao wanakuja kufanya biashara. Hivyo moja ya jukumu letu ni kuhakikisha amani inapatikana katika jiji la Dar es Salaam. Amani inapatikana Ilala, ambao hawa watu zaidi ya 3 milioni wanaokuja kufanya shughuli zao za biashara wanaitegemea Ilala. Lakini sisi kama viongozi tunapokwenda kutafuta amani, tunao wajibu kama viongozi wa kuwa na umoja na mshikamano kati yetu sisi viongozi wetu. Angalia umoja na mshikamano waliokuwa nao viongozi wetu wakuu, rais, makamu wa rais, waziri mkuu, naibu waziri mkuu na viongozi wote. Angalia ule mshikamano. Angalia mshikamano uliokuwepo mkubwa kati ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Sisi ambao tumepewa vipande vya ardhi tuna wajibu wa kusimamia amani kupitia umoja na mshikamano wetu. Niwaombe na wenzetu, na sisi tutahakikisha kwa taasisi mbalimbali, wafanyabiashara mbalimbali, tumeletwa hapa kwa ajili ya kuwatumikia. Tumeletwa kuhakikisha Ilala anayefanya biashara afanye biashara yake, anayefanya kazi yake afanye kazi yake, anayetumikia uongozi wa heshimiwa madiwani, wabunge wafanye kazi zao vizuri. Na sisi kazi yetu ni kuwatumikia. Na tukifanya haya, tukaimarisha umoja wetu, Ilala ni shwari kama ilivyo shwari. Kila jambo litaenda. Na ndipo tutakapokwenda kuitunza na kuiheshimisha tunu hii ya muungano. Ndipo tutakapokwenda kuiheshimisha dhamana na heshima ya tunu ya muungano. Na ndipo tutakapokwenda kuhakikisha tunasimamia uchaguzi vyema. Na mimi na timu yangu, mkurugenzi wote hapa na watendaji, tunahakikisha kwamba uchaguzi huu wa 2025 kumchagua rais, wabunge na madiwani utakwenda kwa amani na salama. Wapongeze viongozi mstahiki meya na mkurugenzi. Tuendelee kudumisha na sisi muungano. Muungano wa familia, alikuwa ananitania hapa mstahiki meya. Muungano wa familia ndio unakwenda kwenye muungano wa kata, mtaa na nini. Ndio unakwenda kwenye muungano mzuri wa kata, wa halmashauri, kwenye wilaya, na mambo yanaenda. Hivyo tunashukuru sana kwenye huu muungano wetu, lakini na sisi tuendelee kudumisha muungano wa nchi yetu.